mzaliwa wa mkoa wa Magharibi lakini mkaaji wa Nairobi. Leo nataka kuongelelea hii mambo ya national government. Wakati sasa tunaelekea wakati wa campaign tukienda election. Nataka kuambia Bwana William Ruto, it's not your time. Saa hii hakuna ya kupatisha ati mwingine ndiye akuwe deputy president. Bwana William Ruto, deputy president must be Musalia Mudavadi. Bila Musalia William hautatopoa, kwa sababu ujue saa hii walio wako na double chance. Tuko na double chance, tuko na Sifuna na tuko na Musalia pande hii. Sasa wacha nikuambie Bwana Rais, mimi huwa nakupenda sana kwa sababu wewe umefanyia Wakenya kazi bila kupakua. Lakini hii mambo ya deputy president kwenye mtaenda naye kwa election ya 2027 must come from Mlembe Nation na si mwingine, ni Mudavadi. Mudavadi anafaa hiyo kiti ya deputy president 2027. Mambo ya kutuambia ati sijui nini, ujue saa hii mambo inaharibika. Hakuna mchezo saa hii. Unaona vile Sifuna amekuja, si mchezo hiyo. Sasa ujue dawa ya moto ni moto. Sasa wewe lazima, na mimi nakwambia it's a must, uende na Musalia Mudavadi. Kure hata mimi Shatimba, mimi ni wa UDA, lakini sasa kama atupati deputy president pale kwa William Ruto, sisi wote tunaenda kwa Sifuna. Hiyo ukae ukijua hivyo. Kama Mluya hatapewa deputy president kwa William Ruto, walio wote tunafuata Sifuna. Kwa sababu sisi tunataka power. Tumechoka kutumiwa vibaya. Tena nimekuona Bwana William Ruto, nimekasirika sana. Mimi ni follower, mimi ni mtu wako. Lakini nimekasirika. Yaani jana wewe unatoa Mwaura, unaweka huyu anaitwa nani huyu, alikuwa mtu wa polisi, alikuwa Charles Owino. Yaani unatoa Mwaura, unaweka mwenye alikuwa spokesperson wa polisi Charles Owino. Yaani unaweka Mjaluo tena pale. Yaani Wajaluo wako na kazi mara ngapi? Kazi ya imana wako na finance, number 1. Number 2 wako na energy. Number 3 ndio huyo Omolo. Yaani wewe Bwana William Ruto unaamua hii serikali utaenda na Wajaluo peke yao, si ndio? Umeweka Waluhya kando kabisa. Kwa sababu sisi hii siasa ya Oparanya, si ya maana kwa Waluhya. Sasa kama unaamua kwenda na Wajaluo, hebu tuambie, sababu mtoto wetu usipopea Musalia Mudavadi deputy, I'm telling you for free. Mimi na Jamia Mrembe tunafuata mahali power iko na tutafuata Sifuna. So tupe hiyo deputy president, na hii mambo ya kuweka Wajaluo wakichaa kwa serikali ya hii serikali yetu ya Kenya Kwanza, hii broad based. Sasa umefanya kazi, unachaza ndani Wajaluo. Yaani unaweka tu Wajaluo. Hauoni kama kuna wengine kama Western watakusaidia. Sasa angalia kabisa, kiti ya deputy president lazima ikuje kwa Musalia Mudavadi. Ndio akuwe prepared 2032. Hakuna vile Bwana President unaweza danganya Musalia Mudavadi ati wewe ngoja mpaka 2032. Atangoja acha mpaka 2032. Lazima akuwe deputy president kwanza 2027. Ndio sasa ajipange apeleke mizizi. Ndio nakwambia for free saa hii hapa. Kama utaenda na mtoto wa Mrembe Musalia Mudavadi kama you are deputy 2027, mambo ni mbaya. Na kama utaendelea tu kuchaza Wajaluo kwa serikali yako, ujue mambo ni mbaya. Na ujue Waluhya tuko na double chance. Kwa advice mimi peke yangu nitakuwa advice. Hapo penye umekanyaga waya, life wire. Yaani umetuambia Wajaluo ndio sana unang'oa kabila zingine kiweka Wajaluo. Charles Owino aliingia kwa kazi akiwa na miaka 25. Amemaliza mpaka miaka 60. Yeye ako kwa payroll. Yaani tena watoto wa watu wako huku nje na makaratasi wamegraduate. Wewe na akili yako mzuri, ningesema tuba na kibaya Mungu alikunyima tu. Na akili yako mzuri, tena unamchukua awe spokesperson wako. Mr. President. Haya. Na akili yako mchezo. Haya. Kusema tu kweli, President, unatuaipisha. Nataka nikwambie hivi Mr. President, please
Please, miaka 4 umekuwa kwa uongozi, na mimi nashangaa hii miezi yenye imebaki ya kufanya kampeni umeanza kustruggle, ati unatujengea nyumba, unatujengea barabara. Mimi nikizaliwa nilipata barabara, wakoloni walijenga barabara. Mimi nikizaliwa nilipata wazazi wangu wakiishi kwa nyumba. Sijui hao wenye wanakuambia hao ati sasa hao ndio wamefika. Mimi baba hakuniacha broad base, hakuna. Aliniuliza who told you, nikajishika sikio na nimeshika. Nataka nikwambie Mr. President, umetuangusha. Nataka nikwambie hivi, huyu kijana wetu Sifuna mkimwangalia vizuri, kuna mahali ana kasoro? Hana kasoro. Na ni huyo tunataka aende bebe moja na wewe, mwanaume mundu kumundu, ndio mtakongana hiyo na wewe huko. Na nataka nikwambie Mr. Matiang'i, naona umeongea mahali vizuri, si karibia nyumbani. Matiang'i, unajua Kenya kama hauna chama, waacha kujiweka nyuma ya chama ya mtu. Tuko na example mzuri, Rigiji yako pale. Rigiji alitolewa hata kabla hajafunga longi. Sasa wewe unatuambia uko kwa chama ya mwingine, wewe ni deputy. Wewe Matiang'i, kuja huku tufanye kazi. Toka huko penye huko. Nataka niambie mzee wetu Maraga unatuaipisha, sasa hiyo unakaa kwa barabara na vijana. Na ulikuwa na nafasi mzuri ya kukalia umalizane na hiyo kitu once and for all. Hata baba hangekufa bila kukalia hiyo kitu. Unatuaipisha kama wazee. Hebu toka pale nenda nyumbani wajukuu, upatia wajukuu baraka wakisoma. Toka kwa barabara unatuaipisha, unakata vya mpao huko kwa barabara. Tukiingia pale Supreme Court, tuko tunafikiria wewe uko na akili. Lakini sasa hii nakuona umeingia ligi yetu ya wanasarakasi. Tunakaa na wewe kwa barabara, tunaruka na wewe kwa barabara. Toka huko kabisa. Na nikirudi upande wa Kalonzo yeye ni mzee wetu mzuri, lakini nataka nikwambie hata kijana wako mwenye ulizaa dakika hii wa kusimama president. Kalonzo umekuwa kwa hii mchezo. Kalonzo, hebu ondokea huyu kijana, atakupatia kazi nzuri. Saa hii tunataka vijana wawe mbele. Mlituambia vijana wajitokezi, hawasimami. Sasa hii kijana amesimama, wazee bado mnapiga duru. Ni nini na wazee? Mnapiga duru ya nini? Mliambianga vijana ati uongozi wa kesho ni wa vijana. Mimi tangu niwe mtoto nikawa kijana, nimekuwa mtu mkubwa, sijawahi ona kijana siku yake ikifika. Na raundi siku ya kijana imefika. Siku ya vijana imefika. Hebu muondokee vijana, fanye nini? Wafanye kazi. Gideon Moi, asante sana mzee. Acha nikuite mzee. Umeongea hapo kitu ya maana sana. Wewe utafuata Sifuna kama Sifuna atawekwa kwa ballot. Nimeshukuru sana mzee Gideon Moi. Mungu akubariki. Tembea tu hiyo njia, tunataka tutembee hiyo njia. Hata tunajua huko kwetu baada ya Rosbella Mdayadi baada aliwacha watu huko. Tunajua tuko pamoja, nyinyi ni cousins. Wewe ni wetu. Hebu guide huyu mtoto wetu Sifuna akatembea kwa njia iliyonyooka, na hao wazee wenye tunaenda kukutana nao Trans Nzoia. Wazee wenye mmetungoja pale Trans Nzoia, ukiongozwa na mzee wetu Natembea. Hebu mpange vizuri wale wazee wa maana. Pana wale wazee wamelaaniwa wa kufukuzwa kwa boma. Pana wale wazee wenye walitembezwa na mama zao wakakuja kuolewa kwa mzee mmoja. Tafuta ule mzee mwenye anaweza kuongea jambo na akafanya nini? Akawa baraka kwa wajukuu na vitukuu. Asanteni sana.